Mtazamaji wa Master TZ Online TV, leo hii katika uchambuzi huo leo tunaenda kukuletea listi ya simu zenye brandi kubwa ambazo zinaendelea kushika nafasi ya juu katika umaarufu, lakini mauzo hata ubunifu duniani kote. Na hii naenda kusema tu kwamba tunaenda kuelezea kuhusiana na simu ambazo zimeshika nafasi hizi za juu, ni issue ya duniani. Yaani tunaongelea ulimwengu wote na sio kwa nchi moja moja. Leo hii naenda kuwaletea sasa mkeka wa top 5, yani simu 5 kali ambazo zimeshikilia hizo nafasi duniani. Na hizo ndizo zimefanikiwa kuingia mwaka huu 2026. Basi hii ni list tu. Tutaanza namba 5 mpaka namba 1. Yupi kashika namba 5 na yupi ameshika namba 1 katika ubora na umaarufu, lakini pia katika ubunifu wa aina za simu hizo. Ni bila kupoteza muda tunaanza na simu iliyoshika nafasi ya 5. Hii ni Vivo X300 Pro. Vivo X300 Pro ndiyo iliyoshika nafasi ya namba 5. Bei ya kimataifa ni dola za Kimarekani 900 na kuendelea, ambayo ni sawa na shilingi za Kitanzania milioni 2,268,276 plus, yani manake na kuendelea. Na huwa hizi bei zinategemeana na soko, lakini pia hapo naongelea kiujumla kwamba umaarufu, ubunifu, lakini pia zipi zinaweza kushika nafasi ya juu. Na flagship ya Vivo yenye kamera kali na muundo wa kisasa. Tukiwa tunaongelea kwamba muundo wa simu hii, lakini pia na kamera yake ni kali na ya kisasa. Hiyo ndio Vivo na ndio imeshika nafasi namba 5. Tukija nafasi namba 4. Simu iliyoshika nafasi namba 4 so nyingine ni Google Pixel 10 Pro. Google Pixel 10 Pro. Bei ya kimataifa ni dola za Kimarekani 1,099 na kuendelea, ambayo ni sawa na Tanzanian shillings milioni 2,769,817, ambapo hii hapa tunasema ni minimum amount, ela ile kiasi cha chini kabisa. Simu zenye nguvu kwenye picha na AI, hizi simu Pixel, tukiongea Google Pixel ni simu zenye nguvu kwenye picha na AI. Naamini wote mnajua akili mnemba ndio tunaita AI. Imekuwa chaguo kali kwa wapenda Android. Wote wanaopenda Android basi imekuwa chaguo sana kwa mwaka uliopita, mwaka 2025 wengi wao wamenunua sana hii simu. Na Google Pixel ni simu ambayo imekuja kwa kasi kubwa, kulingana kwamba haikuwepo kwenye listi, lakini baada ya kuapia tu imeanza kutrend haswa picha kali kwenye upande wa picha, lakini pia na akili mnemba AI. Basi simu iliyoshika nafasi ya 3 ni Xiaomi 17 Pro Ultra. Hii ina bei zake za kimataifa dola za Kimarekani 1,200 plus, ambayo ni sawa na Tanzania shillings milioni 3,24,368 plus. Maana yake nakuendelea, inategemeana na soko hiyo. Modi za juu kutoka Xiaomi zinajulikana kwa teknolojia ya kamera na bei za ushindani. Bei zake ni kali vibaya mno, lakini pia hata kamera zake zimenyooka. Zimenyooka kweli kweli. Mtazamaji wa Master TZ Online TV, tunaelekea simu iliyoshika namba 2, iliyoshika nafasi namba 2. Basi nikukumbushe tu hapo chini, bonyeza kitufe kimeandikwa subscribe ili wa kwanza kabisa kupata taarifa zote kutoka hapa Master TZ. Lakini pia kwenye description hapo tumeweka group la WhatsApp kwa ajili ya maoni mbalimbali na tofauti kuhusiana na hizi trending ambazo zinaendelea kupitia Master TZ Online TV. Basi tukienda simu na iliyoshika nafasi namba 2 ni Samsung Galaxy S25 Ultra. Hii ni simu yenye gharama za kimataifa, gharama za dola za Kimarekani 1,300 na kuendelea, ambayo ni sawa na gharama za Kitanzania milioni 3,276,399, ambazo kwa ukubwa size za memory tukiongelea kwanza kabisa inaanzia 256 mpaka 1 terabyte, manake GB 1000. Simu maarufu ya Samsung kwa uwezo wa kamera, screen bora na program za AI. Kwa hiyo ina sifa 3 kama unavyoona.
ina uwezo mkubwa wa kamera, lakini pia screen yake ni nzuri, yani sense yake, sensitive muonekano, vitu kama hivyo, iko vizuri sana, lakini pia na program za AI kali. Hiyo ndio Samsung Galaxy S25. Namba 1, japo wengi wanajua sana, lakini huwa soko linabadilika. Hii simu ni simu ambayo imeshikilia nafasi namba 1 kwa muda mrefu sana, na hawa ni Apple. Tukiongelea Apple sasa, kuna simu za iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17. I don't know lugha gani inaweza ikafaa hapa. Tutumie iPhone 17 au iPhone 17? iPhone 17 Pro. Let me nichague, liwe chaguo langu hilo. Na bei za kimataifa ni kuanzia dola za Kimarekani 1999, ambayo ni sawa na hela za Kitanzania milioni 5 38 na 93, kulingana na uwezo wa hifadhi. Tukimaanisha hifadhi maana yake storage. Ni simu ya juu kabisa ya Apple na kamera na utendaji bora. Imepata umaarufu mkubwa sana duniani. Kama mtakuwa mmefuatilia zaidi ya mwaka 2025 Apple 17 Pro, ni kwamba ni simu ambayo imeshikilia nafasi ya juu. Imetrend sana hii simu. Vipi, maoni gani ambayo upo nayo kuhusiana na hizi trending za simu? Hizi top 5 za simu, unaoni gani hapo? Unafikiri Samsung anaweza kuteka iPhone au Google Pixel anaweza kuzipiku hizo simu za juu, Xiaomi, Samsung, lakini pia na Apple? Nini maoni yako hapo chini? Lakini kabla ya kumaliza, nikumbushe tu kwamba kuna wale ambao wanatumia simu kali tu lakini hazipo kwenye listi, kama Huawei, Oppo. Hizo ni simu kali lakini kwenye umaarufu bado hazijafikia hizo simu ambazo nimekuwekea kwenye hizo listi za hapo juu. Nikirudi kumaliza na Watanzania wenzangu, watumiaji wa simu ambazo zipo nchini, simu maarufu, au hii niache kwenye comment section. Unafikiri ni simu gani maarufu nimeiacha na inatumika hapa Tanzania ila kwenye soko la kimataifa haipo? Hata kwenye top 10 huipati. Ni simu gani? Basi acha kwenye comment section hapo, lakini pia usisahau kujoin kwenye group letu ya WhatsApp ambao nimeacha kwenye description hapo, ili tuwe pamoja na kwa ajili ya maoni zaidi.